Hujambo na ubuheri wa afya mpenzi msikilizaji wa hadithi zetu kutoka hapa Genda Movies and Comedy TV. Niliyetunga na kuandika hadithi hii mimi Adam Salumu. Kwa mawasiliano zaidi tutafute kwenye social network zetu. TikTok nafahamika kwa jina la Genda himself, na kama ilivyo YouTube na Facebook utanipata kwa jina la Genda Movies and Comedy TV, ama piga simu namba 0689777386. Karibu na ungana nami kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kisa hiki. Nimesimama hapa nje ya geti la chuma, geti ambalo ni refu kiasi cha kuzuia hata mwanga wa jua la mchana kuingia ndani ya uwanja. Hapa ni Kimara Bonyokwa, mahali ambapo vumbi lake ni jekundu na upepo wake unaonekana kubeba siri nyingi za watu. Naitwa Devota, binti niliyefika hapa Dar es Salaam kutokea kijijini kwetu nikiamini kuwa maisha ya mjini ni kama pepo ndogo. Lakini Mungu wangu, nilichokiona ndani ya jumba hili la Mzee Lusekelo ni zaidi ya jinamizi lolote unaloweza kuota ukiwa umelala fofofo. Mzee Lusekelo na mkewe Bisandra ni watu wenye heshima kubwa hapa Kimara. Kila mtu anawanyenyekea kwa sababu ya utajiri wao wa kutisha. Magari ya kifahari, nyumba yenye marumaru na bustani inayong'ara hata wakati wa kiangazi kikali. Nilipofika hapa wiki 2 zilizopita, Bisandra aliniambia kwa sauti ya baridi iliyojaa mamlaka, "Devota, fanya usafi popote, pika chakula kitamu. Lakini ole wako ukaribie chumba namba 6 kilichopo mwishoni mwa korido ya gorofani. Usikiguse kitasa kile, wala usichungulie hata kwenye tundu la ufunguo." Lakini binadamu tumeumbiwa shauku, au sio? Jana usiku, hali ya hewa ilikuwa ya ajabu. Radi zilipiga pasipo mvua, na kimya cha nyumba kilikuwa kimejaa harufu ya maziwa yaliyooza na ubani. Mzee Lusekelo alikuwa amesafiri, na Bisandra alikuwa amelala baada ya kunywa divai yake ya gharama. Nilijikuta miguu yangu inanivuta, kama kuna sumaku inayoniita kuelekea gorofani. Hatua 1, 2, kuta za nyumba zilionekana kama zinapumua. Nilifika mbele ya mlango ule. Mlango namba 6. Ulikuwa ni wa mbao nzito ya mninga, mweusi kama sanda ya maiti. Mkono wangu ulikuwa unatetemeka kama mtu mwenye homa ya malaria. Nilinyosha kidole, nikitaka tu kuhisi ubaridi wa kile kitasa cha dhahabu. Je, unajua kilichotokea? Dakika ile ile ncha ya kidole changu ilipogusa kile kitasa, sauti ya kishindo kikubwa ilisikika ndani ya kile chumba. Hapana, haikuwa sauti ya kitu kilichoanguka. Ilikuwa sauti ya kiumbe kinachopumua kwa hasira. Na hapo ndipo hofu ilipoanza kunirarua roho yangu. Kwa chini ya ule mlango, kioevu kizito chekundu na chenye mvuke kilianza kupita. Ilikuwa ni damu. Damu nzito sana iliyokuwa inatoka ndani ya kumba namba 6 na kutanda kwenye sakafu nyeupe ya korido. Nikashtuka na kutaka kukimbia, lakini ghafla nilihisi maumivu makali mgongoni mwangu. Ni kama fimbo ya mwarobaini iliyochongwa vizuri ilinitandika. Niligeuka kutazama nani anachapa, lakini hakuna mtu. Korido ilikuwa tupu. Maumivu yale yalikuwa ya kweli, yalinifanya nianguke chini huku nikipiga kelele ambazo hazikutoka mdomoni mwangu. Kwa mbali nilisikia kicheko cha mtoto mchanga kikitokea ndani ya kile chumba, kikichanganyikana na sauti ya Mzee Lusekelo akisema, "Kula mwanangu, mgeni amekuja kutusalimia." Hapo ndipo nilitambua kuwa utajiri huu wa Bonyokwa una siri ya damu. Chumba kile si chumba cha kulala, ni madhabahu ya kiumbe kinachofugwa humo. Niliingia uvungu wa meza ya korido huku nikitetemeka, damu ile ikikaribia miguu yangu. Ghafla niliona picha ya msichana mwingine aliyekuwa anafanya kazi hapa kabla yangu, picha ambayo awali nilidhani ni pambo tu. Kwenye picha ile, msichana alikuwa analia damu. Hapo ndipo akili yangu ilipounganisha dots. Kwa nini Bisandra aliniambia kuwa mfanyakazi aliyepita alitoroka usiku wa manane bila kuaga? Hakuondoka. Chumba namba 6 kilimnyoa. Nilihisia bega langu likiguswa. Niligeuka kwa kasi huku nikitaka kupiga kelele, lakini nilichoona kilinifanya damu kunitia ganzi. Ni mkono wa binadamu, lakini hauna nyama. Ni mifupa mitupu inayotoa harufu ya uchochoroni. Ama kweli utajiri una siri nzito. Nimekwama hapa Kimara Bonyokwa, nikiwa naogopa hata kupumua. Je, nitaweza kutoroka kabla Bisandra hajaamka na kugundua kuwa nimeigusa siri yao? Au mimi ndiye nitakuwa chakula kinachofuata cha kiumbe kilichofichwa ndani ya chumba namba 6? Ulikuwa nami kipindi chote. Jina langu Adam Salumu. Mpaka wakati mwingine, usikose kufuatilia sehemu ya pili ya mkasa huu. Mpaka wakati mwingine, kwa heri na siku njema.